kaburi, nitawaponya nguvu za mauti. Anasema atatukomboa, anasema atatukomboa na hizo nguvu za kaburi, atatuponya na hizo nguvu za mauti. Leo nataka nikwambie, ikiwa Yesu amefufuka, maisha yetu yanafufuliwa. Ikiwa Yesu amefufuka, uchumi wetu unafufuliwa. Ikiwa Yesu amefufuka, huduma zetu zinafufuliwa. Ikiwa Yesu amefufuka, uzao unafufuliwa, elimu zinafufuliwa, biashara zinafufuliwa. Sema amina kama Yesu akiwa anaumia moyoni, Yesu akiwa anaugua sana, Yesu akiwa anaumia sana, Biblia inasema akawauliza, mmemweka wapi Lazaro? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mmemweka wapi Lazaro? Haleluya. Leo lazima tuwaulize wachawi na waganga, wameweka wapi maisha yetu? Haleluya. Wameweka wapi maisha yetu? Wameweka wapi biashara zetu? Wameweka wapi baraka zetu? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tutabarikiwa mjini, tutabarikiwa vijijini, lakini hatuoni baraka. Baraka zetu zimepelekwa wapi? Baraka zetu zimepelekwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Baraka maisha yako imepelekwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Anasema hatutotayarika kama. Kutayarika kumetokana na nini? Wako watu wamekamata maisha yetu, hatima zetu wamepeleka barabara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye kitabu cha Mika sura ile ya 7 mstari wa 8 na mstari wa 10, Biblia inasema adui zetu leo wataibika, leo wataibishwa, leo wataibika, leo wataibishwa, leo wanaibisha kwa sema nina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yuko wapi Lazaro wa maisha yako? Yuko wapi Lazaro wa maisha yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yuko wapi Lazaro wa maisha yako? Wamemweka wapi Lazaro wa maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Nasema Lazaro yawezekana ni mdogo wako. Yawezekana ni elimu yako ulionayo. Imevunjika sana. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana ni kazi yako unayoifanya mambo hayaweki ni Lazaro. Bwana Yesu asifiwe. Yuko wapi Lazaro wa maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri ya kuulizwa yuko wapi? Tafsiri yake haonekani. Kuna mahali amefichwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali wameweka. Kuna mahali amefichwa. Bwana Yesu asifiwe. Lazaro wa maisha yako yuko wapi? Swali ambalo mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wakati Yesu anasema yuko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Wakamwambia twende tukamwone. Haleluya. Wakaenda mpaka kabrini. Wakati wamefika kabrini, Biblia inasema Yesu wakati akiwa anaugua moyoni, wakati Yesu akiwa anafadhaika sana, akaliona jiwe juu ya kaburi. Haleluya. Akawaambia kwamba liondoeni jiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Martha akajibu akamwambia Rabi, mwalimu, ya kwamba huyu amekaa yapata siku nne ananuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili Yesu anamwambia liondoeni jiwe. Tunaposema jiwe ni kuwa na mashaka, jiwe ni kukosa imani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amewaambia yeye ndiyo ufufuo na uzima. Yesu ametuambia ya kwamba yeye ndiyo ufufuo na uzima. Halafu leo tunaposema biashara yako inafunguliwa, bado na mashaka. Mashaka namna gani? Yesu anakuambia, Yesu ananiambia liondoeni jiwe, liondoeni jiwe, liondoeni jiwe, liondoeni jiwe. Niko kizuizi alichokiweka, wala kitokuwa na mamlaka tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jiwe walipomweka Lazaro, Bwana Yesu asifiwe, wakaweka na jiwe pale kwenye lango makaburi. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri yake Lazaro alikuwa anajua tayari amekwisha. Haleluya. Hatotoka tena. Kama
Unajua jiwe ni kizuizi mtoto wako. Jiwe ni kukosa imani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati basi amemwambia Yesu ya kwamba ananuka apata siku 4. Yesu akamwambia, je, sikuambia mkiamini ya kwamba mimi ndimi ufufuo na uzima? Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 30.